Hi guys, karibu tena katika Urembo na Princess Zey. Leo tupo kwenye mwendelezo wa somo letu la kusuka na tutashughulika na moja ya hatua muhimu sana, kukata mistari kwa usahihi. Mistari ndo msingi wa kila style inayovutia. Ukianza vizuri, kila kitu kinapendeza. Nitakuonyesha jinsi ya kulishika chanuo vizuri, kugawanya nywele kwa ustadi na kutengeneza mistari iliyonyooka kwa ujasiri. Hata kama ndo mara yako ya kwanza, tutaenda taratibu, hatua kwa hatua. Unastahili kujifunza bila hofu. Kwa hiyo, andaa machano yako mawili, la plastiki na la mbao. Vuta pumzi, vaa tabasamu na jiandae kuingia kwenye ulimwengu wa mistari yenye ustadi. Hapa ni mahali pa wanaojifunza bila aibu. Na ukimaliza kipindi hiki utajiambia mwenyewe, kumbe hata mimi ninaweza. Tunaanza. Utaanza kwa kupaka mafuta kwenye nywele zako, na mafuta mazuri ni mafuta ya maji, hasa mafuta ya nazi. Kisha utamasaji kidogo ili mafuta yaingie vizuri kwenye ngozi. Baada ya hapo inatakiwa uwe na maji ya karafuu. Maji ya karafuu yana faida nyingi sana katika nywele, ikiwemo kufanya nywele kuwa nyeusi, kuzijaza nywele, kurefusha nywele, pia inaondoa mba, nywele zinakuwa haziwashi. Jinsi ya kutumia, inatakiwa uwe unakata mstari ili kupata ngozi ya kichwa. Kwa hiyo utakuwa unakata mstari kisha unanyunyizia maji yako ya karafuu kama hapa ninavyofanya. Ukinyunyizia unakuwa una masaji kidogo. Utakata mstari tena sehemu nyingine, utanyunyizia maji yako. Na ni muhimu sana kunyunyizia maji ya karafuu katika nywele zako, kwa sababu kuacha kurefusha nywele, maji ya karafuu yanazipa nywele unyevunyevu ambao unazifanya nywele zinastawi na zinapendeza, zinang'aa. Kwa hivyo kama unataka jinsi ya kutengeneza maji ya karafuu, kuna linki hapa chini kwenye hii video. Utaibonyeza na utaangalia jinsi ya kuyatengeneza maji haya na utakuwa unayatumia katika safari yako ya kukuza nywele kila siku. Kingine, maji haya hayanuki. Kwa hivyo unayatumia kama mafuta ya kawaida. Hayana madhara. Ukishamaliza kupaka maji yako ya karafuu, utamasaji ili kuyafanya maji kuingia vizuri kwenye ngozi ya kichwa na kuweza kufanya kazi yake vizuri. Baada ya hapo inatakiwa uwe umeandaa machano yako mawili, la plastiki na la mbao. La mbao linatakiwa liwe limechongoka vizuri. Lisiwe chanuo kama hili ambalo litashika nywele, litaisababisha mistari ya nywele isitokeze vizuri, au kumbele kwake ncha yake inakuwa haijachongoka vizuri. Ili upate mistari iliyonyooka vizuri, inatakiwa chanuo lako liwe na meno mazuri kama hili la kwangu hapa. Na chanuo la plastiki ni muhimu kwa ajili ya kuchana nywele kipindi unasuka nywele zako au kipindi unakata mistari yako. Ukiwa unatumia chanuo la plastiki, faida zake ni kwamba halikati nywele, halizishiki na kuzing'ang'ania. Unakuta kuna wale wana nywele ngumu za kung'ang'ania. Kwa hiyo unapotumia chanuo la plastiki, nywele hazishiki kwenye chanuo. Kisha tutaenda kuchukua chanuo letu la mbao, na jinsi ya kushika ni namna hii. Unaweka mkono wako kama hivi, alafu chanuo linapita katikati ya kidole gumba na vidole vinne. Hivi vidole vinne vinakuwa kwa juu. Utavikunjia kwa juu kama hivi ili likupe balance wakati wa kukata, na utakuwa unakata kama hivi. Kwa kuwa mimi hapa najikata mwenyewe, kwa hivyo nitashika kwa namna tofauti. Jinsi ya kukata mstari, inatakiwa kwanza mkao wa chanuo lako uwe umelala. Usisimamishe chanuo namna hii. Chanuo hatusimamishi tunapokata mstari. Naomba unitazame kwa umakini, na nguvu kubwa inatakiwa uiweke hapa mbele ya ili chanuo kwenye jino la kwanza hili. Utaingiza chanuo katika nywele kama hapa ninavyofanya, huku umeipa nguvu pale mbele mwanzoni mwa chanuo. Kisha unanyanyua nywele zako kidogo na chanuo, alafu utaingiza
mkono katikati utatenganisha nywele za kushoto na nywele za kulia. Namna hii ni rahisi sana kipenzi changu. Nitarudia ili muelewe vizuri. Baada ya kutenganisha nywele za kushoto na kulia, utachukua chanuo la plastiki na kuchana ili mstari wako uonekane vizuri. Kama hivi ninavyofanya. Utachana kwa utaratibu na bila kuzisumbua nywele sana. Usiwe unachana nywele kwa nguvu. Unapochana nywele unatakiwa uchane kwa upendo, kwa utaratibu. Tutaenda kukata mstari mwingine. Unashika chanuo lako. Kwa wewe utalishika kama hivi, alafu utakata. Kwa kuwa mimi najikata mwenyewe, kwa hivyo nitashika ambavyo nitaweza. Unashika chanuo lako na usilisimamishe. Usilisimamisha, hutapata mstari mzuri. Inatakiwa chanuo ulilaze. Ukililaza mstari wako utatoka wa kunyooka. Unalaza alafu unakata mstari, utanyanyua chanuo kidogo na nywele. Halafu utapitisha kidole kutenganisha nywele za kushoto na kulia kama hivi. Ni rahisi sana kipenzi changu. Na hapo mstari wako unakuwa umeshatokezea. Utachukua chanuo la plastiki na kutenganisha nywele za kushoto na za kulia ili uone mstari wako kwa uzuri. Kama unanifuatilia kwa saizi na una chanuo lako, utaniambia hapo chini kwenye comment kama umeweza kukata mstari hadi sasa. Tunaendelea. Tunaenda kukata mstari wa upande hadi upande. Na ukataji wa mistari ni ukishajua jinsi ya kulishika chanuo, utakata mstari wowote ule. Naomba unitazame kwa umakini kama hauelewi ninavyoongea. Ukishakata mstari inatakiwa unyanyue nywele kidogo alafu uzitenganishe. Za kushoto ziende kushoto, za upande mwingine ziende upande mwingine. Namna hii ni rahisi sana kipenzi changu. Kikubwa ni mazoezi. Inatakiwa ufanyie mazoezi ili upate kitu kilicho bora. Kwa wewe ambaye hujaelewa, tutaenda kukata mstari mwingine ili uelewe zaidi. Tutaanzia hapa mbele hadi nyuma. Unashika chanuo lako kwa uzuri, unalilaza chanuo lako, usisimamishe chanuo. Utaweka nguvu pale mbele, alafu utakata mstari wako namna hii. Ukishakata hadi ninapotaka, na nyanyua nywele kidogo na chanuo, alafu naingiza mkono na tenganisha nywele za kushoto na za kulia. Za kushoto zinalalia kushoto, za kulia zitalalia kulia namna hii. Alafu nitachana ili kupata mstari wenye kuonekana vizuri. Kwenye kuchana naomba utumie chanuo la plastiki. Na mstari wangu unakuwa umeonekana kama hivi. Lakini hapa sasa nataka kukata hadi mwishoni. Hivyo nitarudi hatua moja nyuma. Sitakata kuanzia pale nilipoishia, nitarudi kwa nyuma. Pale mstari wangu ulipoishia narudi nyuma ili mstari uweze kunyooka vizuri. Kwa hivyo narudi kama hatua moja nyuma. Kisha pale kwenye hatua moja nyuma ndipo nitaanzia kukata mstari. Kwa hivyo nitaanzia hapa na kukata kwa kurudi nyuma kama hivi. Nitatenganisha nywele za kushoto na kulia baada ya kunyanyua chanuo kidogo. Kisha nitachana kwa chanuo la plastiki. Za kushoto zitaelekea kushoto na za kulia zitaelekea kulia. Kisha nitaendelea kukata mstari wangu mpaka nifike mwishoni. Kwa hivyo pale nilipoishia narudi hatua moja tena nyuma. Hii ndiyo siri ya kukata mstari ulionyooka. Lengo la kurudi hatua moja nyuma ni ili unyooshe mstari wako vizuri. Kisha nitaunyoosha kama hivi. Alafu nitatenganisha za kushoto nitazipeleka kushoto na za kulia nitazipeleka upande wa kulia.
kipenzi changu, unatakiwa ujue jinsi ya kukata mistari ili uweze kusuka style yoyote ile. Na mistari ikionekana vizuri ndio style yako itapendeza na kuonekana nzuri. Tutaenda kukata mstari mwingine kwa yule ambaye hajaelewa. Unakata mstari wako, kisha unanyanyua nywele kidogo, alafu unazitenganisha na mkono. Za kushoto unapeleka kushoto, za kulia unapeleka kulia. Baada ya hapo utachana kwa chanuo la plastiki ili kuziweka nywele mstari uonekane vizuri. Ukishamaliza kukata hivyo, unarudi tena hatua moja nyuma ili kufikia mwisho wa mstari wako. Kwenye hatua moja nyuma ndipo utakapoweka kichanuo chako na kuendelea kukata mstari. Ni rahisi sana. Kama umeelewa, naomba uniandikie hapo chini kwenye comment, na kama haujaelewa naomba pia uniambie wapi nirudie, nitafanya hivyo kwa ajili yako. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwa wengine ili wajifunze kama wewe. Asanteni na kwaherini.